basi tena pose kimisha. Na hapa tena basi kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu tunakuja hapa basi kulianza tena hapa basi picha letu design kama hii shisha. Ikiwa ni star moja tena maridadi zaidi. Ikiwa ni star moja hapa basi tena kabambe zaidi. Ikiwa ni design moja tena pose kibisha. Wanavaisha Naja Arts wanakuletea. Na ikiwa ni design moja tena maridadi zaidi, ukipenda hapa basi ni kwenye ruti za introduction maridadi. Picha The Others title la horror cinema. Tunakuja kumpata hapa basi mzee fulani kwa jina la Govinda. Govinda alikuwa basi anaendelea kuombaomba na akafahamishwa hapa basi na mamake huyu Govinda. Akafahamishwa na mamake bibi yake amejifungua mtoto. Ni kodukuni chodani ra. Ya kuja mbio mbio bibi yako amejifungua mtoto. Papo hapo Nasa akaingia. Nasa akamwambia mamae, wewe ndiye shosho mwenye amekuja na huyu mama huyo mama amezaa mtoto lakini mtoto amekufa. Akafahamishwa amezaa mtoto lakini mtoto amekufa. Yai. Kumbe ilikuwa ni mara ya tatu huyu hapa basi bila shaka pale mwenye amelala pale mama jaribu kuzaa mtoto basi anashindwa. Sasa Nasa akamwambia fanya hivi, juu mtoto wako amekufa. Kuna mama mwingine hapa amejifungua mapacha. Na huyo mama ni maskini sana, mwanzo hata bwanake alikufa hivi karibuni. Na juu huyu mama bwanake alikufa hivi karibuni, huyu mama atakuwa na shida sana kulea watoto wawili. Kwa hivyo tufanye hivi, tuchukue mtoto mmoja wake, tukupatie, kisha huyo wa mtoto wako ambaye amekufa. Elewa huyu sasa mama alikuwa ameleta bibi ya mtoto wake hapa hospitalini. Kwa hivyo kafahamishwa chukua mtoto mwenye tutachukua mtoto mwenye amekufa tuweke hapa. Na hivi ndivyo walifanya. Kuna mama maskini, bwanake alikufa hivi karibuni. Mama akajifungua mapacha. Sasa mtoto wake moja akachukuliwa, moja kati ya wale mapacha akachukuliwa na huyu mamake Govinda sasa. Akachukua mtoto moja. Kisha sasa mwenye amezaa mapacha akawachiwa mapacha yake moja, akawachiwa mtoto moja kati ya wale mapacha, na hapa basi yule mwingine mwenye amekufa. Unaona? Govinda alikuja. Sasa Govinda ndio huyu. Bibi yake amelala pale baada ya kujifungua mtoto na mtoto akakufa. Unaona? Sasa mamake Govinda ndio huyu, na Govinda ndio huyu, na amepata mtoto, hajui kwamba na kweti huyu mtoto sio mtoto wake, hajui eti mtoto wake alikufa. Kisha naye yule mama mwenye alijifungua mapacha, sasa akakuja kafahamishwa mama, huyu ulijifungua mapacha ndio, lakini mtoto mmoja amekufa, kwa hivyo huyo utawacha huku atazikwa. Mama akasema ni sawa basi, kama amekufa hakuna kitu tunaweza fanya. Kwa hivyo hapa basi Govinda wakuwa na bibi yake wakachomoka. Naye hapa basi huyu mama kwa jina la Indara akachomoka hapa basi na mtoto mmoja. Ingawaje alipata mapacha. Mama alipata huyu Indara alipata mapacha. Lakini amedanganywa moja amekufa. Sasa Soso tu ndiye anajua ile story. Kwa hivyo wakichomoka hospitali, Soso alichekia hapa basi mama akichomoka na mtoto mmoja. Kisha mapacha wakaangaliana. Ai wewe kuna vida ninakufiri wewe. Wewe ni kiburasiri wewe. Mama, alright. Mwenye anajua ile story ni huyo Soso peke yake. Soso ni mamake Govinda. Unaona? Soso ni mamake Govinda. Huyo tu ndiye anajua ile story wakuwa na yule Nasa. Siku nenda siku rudi. Basi bila shaka pale mama mwenye alizaa mapacha akadanganywa moja amekufa lakini moja amechukuliwa na akina Govinda, basi alichukua mtoto wake. Hapa basi bila shaka pale akamuita nini? Akamuita Narasimha. Unaona? Akamuita Narasimha. Naye ndiye huyu sasa hapa basi bila shaka pale yule mwenye aliibiwa. Ndio sasa ni baada ya miaka kadha wa kadha mwenye alichukuliwa basi na akina Govinda. Unaona? Akaanza kudai na tamani kukula kuku. Lakini hapa basi akafahamishwa tunataka kukufanya pasta. Tunataka kukufanya mhubiri. You'll be a priest. Kwa hivyo hakuna kukula kuku, wewe utakuwa vegetarian. Unaona? Ni Govinda sasa wakuwa na mamake na bibi yake. Wakadai huyu mtoto lazima afanywe priest. Kwa hivyo ikasemekana mtoto afanywe priest na akaanza basi bila shaka pale ndio huyo. Na kisha wakamuita hapa basi bila shaka pale Charu ama ukipenda Charu. Wakamuita Chari hapa basi style kama hiyo. Na kwa hivyo akawa hapa basi yeye ni mtoto ambaye hapa basi bila shaka pale atakuwa mtu wa kanisa na kadhalika, atakuwa na hubiri, na kwa hivyo akawa mkubwa. Unaona? Akawa mkubwa hapa basi bila shaka pale Charlie akawa mkubwa hapa basi ya kuwa kanisa, akaendelea kufunzwa namna hapa basi ya kuwa mcha Mungu, mtu ambaye atakuwa basi anafanya maombi, mtu ambaye atakuwa basi anaunganisha watu kwa madoa, mtu ambaye hapa basi ataishi kwa kanisa. Huyo sasa ni Charlie. Lakini
Sasa upande mwingine naye Narasmuha hapa basi ni wazimu, anawekelea watu vita. Unatoa pesa ama hautoi? Ni urane kana dorane, unanipatia doa ama hunipatii? Amekuwa mkora hatari. Cheki maneno, wote wawili ni twins. Lakini sasa hapa basi bila shaka para sasa huyu Narasmuha ama hapa basi Monyarito na mamake Narasmuha hapa basi sasa huyo ni Morio wa mtaani, jamaa moja mdedri. Unaona, jamaa moja mdedri, lakini naye Charu hapa basi ni mhubiri na kadhalika. 20 years later, baada ya miaka 20, kumbe hapa basi wanahabari wamekuja kuitwara zenyewe hizi. Kisha na maana hapa basi mpaka wanapolisi wameweza kuitwara zenyewe hizi mbele. Kuna magaidi 4 wameweza kuuawa. Kuna magaidi 4 wameweza kuuawa, magaidi wa kikosi ambacho hapa basi kinaongozwa na mkubwa wao kwa jina la Rasu. Magaidi 4 ndio hawa wameuawa. Sasa polisi ndio huyo anasema ulingana mgono mrefu ya serikali. Sasa hii ni gazi tulifanya kidogo kidogo, tukakamata hii mgora tukatandika na kumaliza mara moja. Sasa hii ni kuoneshana serikali kuna mgono mrefu, mapua ya serikali inanukia mbali, masikio ya serikali inasikia mbali, unyambo wa serikali unaangusha watu wote. Kwa hivyo watu wote ambao ni wagora washunge sana. Usipokutana na mgono wa serikali utakutana na unyambo wa serikali na utaona mambo mbaya. Sasa kumbe hapa kuna mwanapolisi ambaye hapa basi bila shaka pale jina lake la sinema ni Nike, jina lake original basi ni Sayaji Shinde. Sayaji Shinde anafanya kazi hapa basi bila shaka pale na kikosi fulani cha wanapolisi ambacho huaga kinajulikana kama vile Anti-Guda Squad. Unaona? Sasa yeye anafanya kazi na Anti-Guda Squad. Kwa hivyo sio wanapolisi wa kawaida. Na wanapolisi wa kawaida ndio walikuwa wameita wanahabari waelezee venye wanapolisi wamefanya mambo hapa. Na hata wanapolisi wenyewe wanajua hawa watu ni magaidi. Lakini hata venye hawa watu waliuawa wao hawajui. Lakini lazima waambie wanahabari wao ndio walifanya mauaji. Lakini sasa hapa basi Nike hapa basi akaanza kuelezea huyu mwanapolisi. Akaambia mwanapolisi, unajua venye huyu jamaa aliuawa? Mimi sijui. Okay, aliuawa namna hii. Akamwambia unaona hapa basi kuna container pale. Kwa ile sasa ni kuelezea, anaelezea venye anaelezea sisi tunaona. Akamwambia sasa kwa ile container kulitoka mtu. Sasa mtazamaji, wacha tuone venye wale watu waliuawa sasa. Hii ni Nike anasimulia. Kulikuwa na kikosi cha magaidi. Walianza stare kama hiyo. Kwa nini tutakuja kujua? Nani aliwaanza? Cheki mwaneno. Mwanzo huyo alichukua hadi grenade akarusha kuropanda nani stare kama hiyo. Kurusha panda nani? Akachoka jamaa na stare kwa darasani NTR mokipenda Ramarao. Cheki maneno. Ramarao shasha. Akachomoka style kama hiyo. Sasa huyu ndiye Narasmuha. Moja kati ya wale matwins. Narasmuha, mtazamaji ushike vizuri zaidi. Narasmuha mwenye aliendaga na mamake ndio huyu sasa. Narasmuha. Yule mwanapolisi alikuwa gara zenye hizi. Naika. Kisha hapa basi Narasmuha akaanza wale majangili. Na nyakati ni za usiku. Okabawe. Kisha rushwa. Ugongeshwa machuma design kama hiyo hapa basi pigwa shoku kumalizwa. Na bado hajawachana na yeye. Lazima muangamize kabisa akiwa upande wa juu shasha. Narasmuha. Pigwa risasi. Mpaka Nike akashtuka. Hivyo ndivyo jangili wa kwanza aliuawa. Hai? Amani na umejua namna gani? Unajua kila kitu wewe ndiye DJ ya bro? Akamwambia hapana, wacha nikuelezea yule mwingine venye aliuawa. Elewa hasemi alikuwaga hapa. Hasemi ni kumuelezea tu, anamuelezea venye ambavyo jangili aliwekelewa. Cheki. Narasmuha mwenyewe ndio huyo shasha. Narasmuha. Jangili wa pili. Sasa anasimulia venye wale majangili waliweza kuuawa. Huyu jaribu kuhepa lakini wapi? Wekelewa madondi. Madondi kalikali na mateke. Kisha moja kati ya magaidi akamwambia wewe chukua pesa uhepe. Moja kati ya magaidi sasa. Kumbe kulikuwa na deal ya pesa, akamwambia basi chukua pesa uhepe. Huyo mwingine ameshauawa tayari. Wana wawili tayari ni kuisha maneno. Mwingine ndiye huyu anakuja na dinga, anataka kuhepa. Cheki. Huyo amehepa na dinga, lakini watatu alimshika jamaa wetu akampiga basi pia. Kitanzi sasa. Cheki. Patwa moja. Na kuna moja anahepa na pesa. Ndiye huyu sasa. Dinga pigwa marasasi. Cheki.
dinga likapigwa marasasi ya gurudumu, lika lose control, likalanda chini, likalamba chini hapa basi stara kama hiyo, huku likakuja likasimama karibu sana na yeye. Mpaka gari zinamuogopa nani. Oi, tafadhali tu nisamee. Nikusamee, okay, nimekusamea lakini lazima ukufe. Kufa. Ha? Nimekusamee lakini lazima ukufe. Wah! Kiora gogu. Ha? Hivi ndivyo hapa basi aliuawa. Hai. We, Amande. Wanini huyu mtu anajua kila kitu? Ha? Ilo sasa huyu jamaa unasikia basi ni wa kikosi kingine, ni wa anti-Guda squad. Ni kama venye hapa kuna kuwaga na flying squad. Sasa yeye sio ordinary police, yeye sio polisi wa kawaida. Sasa hapa napo kuna mtu ukamia dhoko anatandikwa na polisi juu ya kukunia kwa soko. Ni real estate business. Chala dalga unse. Sasa huyu jamaa ndiye alikuwa hapa si amepatiana pesa. Huyu sasa nataka ufuatane na mimi vizuri zaidi. Huyu mwenye ameitwa kwenye kituo cha wanapolisi mwanzo, hapa sasa ni kwa kituo cha wanapolisi. Sasa Naika alimwekea muziki. Akamuuliza, wewe sikia muziki. Hiyo muziki inakuwa kwa sinema gani? Hiyo si inakuaga kwa ile sinema inaitagwa Juju ya DJ Afro. Haya, okay. Na nataka uniambie huyu nani anaongea? రేపు రాత్రి నా మనుషులు వెయిట్ చేస్తుంటారు. ఒక్కరిపై తగ్గినా నీ ఫ్యామిలీలో ఒక్కడు కూడా మిగిలడు. ఈ డైలాగ్ ఏ సినిమాది మీకు తెలుసా? తెలుసు. రత్నం. We, ambia watu wachane na huyu mtu. Kukunia soko sio makosa mbaya. Mwambie aende atoe hiyo kukunia yake. We, nani huyu anaongea hapo? Akadai ni mimi. Magaidi waliniambia niwapatie pesa. Sasa mtazamaji, tuliona magaidi wakipigwa na jamaa wetu na Rahasima. Lakini sasa huyu mzee ndiye alikuwa ameitishwa chapa. Unaona? Alikuwa ameitishwa pesa na magaidi. Akapatia magaidi. Magaidi walikuwa wamemtishia basi wataua familia yake yote, akawapatia pesa. Unaona? Unado. Yeye akawapatia pesa na akawaacha. Sasa hii anawaambia wanapolisi. Yeye hakutaka kuambia wanapolisi, lakini alipatia magaidi pesa na akahepa. Lakini kupatia magaidi pesa na akahepa, hapo ndipo huyu sasa Naras Moha alikuingilia. Akawapepeta wale magaidi wote wanne, akawaua na akachukua zile pesa. Unaona? Hii sasa tuliona tu hapa basi bila shaka para kuua magaidi, hatukujua ni kwa nini. Lakini kumbe magaidi walikuwa wameitisha yule mzee pesa. Kuitisha yule mzee pesa, mzee akawapelekea. Kuwapelekea chapa. Hapa basi Naras Moha akakuingilia, akaua wale magaidi na akachukua zile pesa. Hivyo ndivyo kurienda. Unaona? Hivyo ndivyo ambavyo kurienda. Kwa hivyo huyo mzee akaulizwa kama ni yeye tuma masinari, akadai hakutuma mtu. Akafahamishwa okay, basi hepa. Mwanzo hapa basi bila shaka pale huyu jangili wa amdozi hawa magaidi kwa jina la Rasu akijua ni wewe atakumaliza. Rasu akijua ni wewe hapa basi atakuangamiza. Alright, hebu tuchomoke hilo ara hizo basi. Hebu tuchomoke ara zenyo hizo basi. Tukuja kumpata naye hapa basi Chari. Elo nilikuambia hawa watu hapa basi watoto walikuwa matwins wawili. Naras Moha ni mwenye alibakia hapa basi na mamake. Naye Chari ni mwenye alichukuliwa hapa basi na Govinda na akapelekwa kwa kanisa, akaanza kufunzwa hapa basi bila shaka pale kuwa nini? Akaanza kufunzwa hapa basi bila shaka pale kuwa priest. Sasa ndiye huyu hapa basi alikuwa anafanya kuomba. Govinda ndiye huyu babake. Sasa elewa huyu sasa ndiye babake mlezi. Ukumbuke hapa basi Chari alichukuliwa na akapatiana kwa kina Govinda. Yeye hajui na hata babake hajui na hata mamake hajui, mwenye tu anajua ni nyanyake. Hiyo nataka ushike vizuri zaidi. Mwenye tu anajua ni nyanyake. Sasa huyu anakuaga mob. అసలు ఎవడో తెచ్చి వేయకుండా మన కోనేట్లోకి చేపలు ఎలా వస్తాయి చెప్పు? తెచ్చి వేసిన అప్పరా చెప్పు వెదవ ఎవడో నాకు ఇప్పుడు. Anateta sana mwanzo hapa ni pale watu wanabatizagwa. Kumbe sasa pasta mkubwa ama priest mkubwa ndiye huyu. Wololo yaye Brahmanadhana. Brahmanadhana ndiye sasa hapa basi bila shaka pale pasta mkubwa. Naona kumaanisha sasa yeye ndiye master mwenye ameishi kumfunza hapa basi bila shaka pale Chali namna ya kuwa hapa basi bila shaka pale mhubiri mkuu. Naona namna ya kuwa mhubiri mkuu. Mwanzo sasa kanisa yao Hinduism sasa hawa ni kama mafadha. Naona? Na hapa ndipo nyanyake alikuja akamwambia sikiza.
huyu mtu ndiye amekufunza na ndiye ameishi kukufunza hapa basi bila shaka pale kuwa nini? Ameishi kukufunza kuwa mhubiri. Kwa hivyo lazima ufanye kila kitu chenye anakuambia ufanye. Yeye ndiye master wako. Tena tuko na deni yake. Lazima ufanye chenye ambacho anakuambia. Na kwa hivyo kama sasa nimesikia akisema nataka kwenda na wewe pahari, lazima ukubali kwenda. Juu yeye ndiye master wako. Tena tuko na deni yake. Sasa nyanyake akamwambia lazima aende popote ambapo anaambiwa aende. Tuchumuke ara hizo basi, tukuje kupata pahari walielekea. Kumbe sasa walikuwa wameitwa kazi, ili wao ni mafadha. Ni kama mafadha yani, wao ni mapriest, ni wahubiri wakubwa. Jamaa wetu Chari ameishi kufunzwa kuwa priest. Sasa hawa ni mapriest. Ni mapriest wakubwa. Kwa hivyo hapa basi walikuwa wameitwa kuja kubariki movie fulani yenye inachezwa. Brahmanathan wakiwa hapa basi na Chari wameitwa kuja kubariki movie. Mwanzo kuna movie producers ambao hapa basi wanakuja kucheza sinema. Sasa wameitwa kuja kuibariki. Unaona? Wameitwa kuja kuibariki, kuiombea na kadhalika. Mwanzo nasikia wao ni mapriest. Jamaa wetu Chari amefunzwa kuwa priest toka mwanzo hapa basi wa maisha yake. Alright. Haya, Ramadhan ndio huyu. Alimwambia Chari, Roaring Star Rojang Babu. Roaring Star Rojang Babu. Sasa huyu ndiye movie star. Alikuingilia Rojang Babu. Hapa basi hawa ndio wameitisha maombi. Hawa ndio wameitisha maombi. Ala. Movie inaendelea hapa basi kuchezwa na kadhalika. Ramadhani akamwambia unajua sisi ni mapriest. Hawa ni watu wa maana. Kwa hivyo walikuja kubariki ile movie. Tunabariki movie. Hii movie ibarikiwe. Na ikimalizika hivi perekewe DJ Afro. Hii movie tunaibariki. Kunywa hiyo. Bas. Sasa kwa sababu ya maombi tunataka 300. Panda begu ya 300. Sasa tunapanda begu ya nini? We, unaleta maji ya baraka. Nakwambia tumebariki hii movie yenu alafu nakwambia upande begu nakataa kupanda begu. Tumetoka bali sana tukakuja hapa, tumekuja hapa kubariki movie yenu alafu sasa tunawaambia mpande begu ya 3000 mnakosa kupanda begu. Mirandoro winara. Ile chakara kote. Amen. Double gula takwe. Amen. Ujenjukuri ma amount ki chata ko bombe tasuraru. Amen. Yende idanta. Amen. Anusarne. Tunataka upande begu ya 3000. Madam. Asa madam ke. Akaambiwa sasa fanya hivi. Wacha tukutume kwa madam. Huyu madam ndiye ataweza hapa basi sasa kuweza kubariki ama kuweza kutoa pesa. Sasa alikuja huyu madam, natumwa kwa madam. Madam kitu gani? Kuna manzi kwa jina la Chandu. Sasa jamaa wetu ni mhubiri akashindwa. Kwani hawa watu wanakavaaga namna gani? Manzi jina yake ni Chandu. Kumbe manzi alikuwa amebeti na wenzake. Hapa basi anakuja kuogelea. Na jamaa wetu na ujinga akakuja. Woi, kuna mtu ameanguka kwa maji. Akakuja mbio akamchomoa kwa maji. Na manzi alikuwa na swim. Ukakufa. Amen. Panda begu ya 3000. Ati ni panda begu. Sasa ndipo manzi akaambiwa alikuwa amedai hapa basi hata swim. Sasa walikuwa wamefanya betting na mamanzi marafiki wake. Sasa pesa zake zimepotelea. Loser! Mata kamwambia umefanya nipoteze pesa zangu. Nilikuwa tumefanya betting. Jamaa tu kamwambia ipanda begu ya kukuokoa. Alafu panda begu ingine. Na hii mambo ya kuacha machugu waije uache. Hii ni tabia mbaya. Na upanda begu ya 3000. Panda begu si ndio 3000 ya kukuokoa kutoka kwa maji zote zinakuwa 6 kwa sababu kwanda umefanya nipoteze pesa zangu. Mimi sitaki kujua, nataka upande begu. Panda begu ya 3000 kwa sababu ya kubariki hii movie. Alafu upande begu 3 kwa sababu 3000 kwa sababu ya kuokoa. Sasa har gaya na to Lipa huyo mtu. Producer amesema umlipe. Yawandi. Mimi ni mtu mzuri, nimeokoa wewe kutoka kwa maji. Ungekufa vibaya sana. anta party culture no nor musko. Idigo. Chukua pesa yako. Tarundu velu. Kwani siko wapi 2000? Akamwambia kwa sababu ya kuona nyonyo zangu. Mimi ni mhubiri, nilikwambia nakwambia ufunike. Kwa nini unachungulia nyonyo? Mbona uchungulii macho? Watu wa idoli wameharibika. Hata kupanda begu wanakataa kupanda begu. Hebu tutumukira hizo sasa. Tukuingilia hapa basi kwenye headquarters za wanajeshi. Endapo kuna jengeni fulani kwa jina la Fred ambaye anakuingilia stara kama hii sasa. పనిచేసేవాడు Fred mwenyewe ndio huyo. Alikuja kadai anataka kupatiwa information kuhusu Meja Chandra Eska. Lakini wanajeshi akamwambia sisi hatuwezi kupatia information kama hiyo. Mwenye sasa alikuwa kwa file. Akaambiwa sikiza. Sheria zinatengenezewa watu wenye wanafuata sheria. Lakini sisi ni magaidi. Kama mimi najua pale nyanya yako aliko, mama yako aliko na watoto wako. Nataka unipatie file
na history yote ya marehemu Meja Chandrasekhar. Wakati ule jamaa alitishwa, hata kama ni mwanajeshi ilibidi aweze kutoa information yote. Mwanzo alifahamishwa watu wao wote wataweza kuuawa, akachomwa information kuhusu Meja Chandra. Chala baundra. Tuchumuke upande wa magaidi sasa, tena tukuje kumpata hapa basi Naras Moha. Naras Moha alinunulia mama yake nyumba mzuri sana. Naras Moha alinunulia mama yake nyumba mzuri zaidi, akamjengea nyumba yake mzuri zaidi. Bagache. Na kisha hapa basi bila shaka pale unaona wanakaa na mamake. Sasa mamake anamuuliza, unafanya kazi gani? Dali. Naras Moha anamwambia, mimi nafanyaga kazi ya scrap metal. Scrap metal. Entra antunao? Ma, unaona? Na kuna kitu moja ningependa ujue. Yule meja mwenye hapa basi story yake inatafutwa, huyo ndiye alikuwa baba yao. Alright. Sipunde. Kali kuingilia hapa basi manze kwa jina la Nandu. Naona tele. Unaona? Kuingilia manze hapa basi bila shaka pale kwa jina la Nandu. Na pe Nandu. Pakana na Reddy College lo bi. Mimi naitwa Nandu. Sasa Nandu alikuingilia hapa basi bila shaka pale akaanza kudai kuna watu wanamfuata. Lakini Nandu anakuwaga manze wa Naras Moha. Anakuwaga manzi wake Naras Moha. Sasa hataki mama yao ajue. Sasa ni unaona anajifanya stare kama hiyo. Unaona? Wewe unawezaje kuja kutembelea kwa kina mtu? Lakini ni manzi wake. Ni venye sasa wanataka kutupanisha maadhi mbao. Cheki. Venaka portuna. Watu wamenifuata sana nikashindwa nitapotelea wapi? Nikaona huku tu ndio naweza nikapotelea nikakuja hapa. Dono wepudu na vente padakapoteno. Kwa nini watu wanakufuata? Sini juu ya urembo wangu. Watu wananifuata juu ya urembo, hata nashindagwa mtu kama huyu mbona hajawahi ona urembo wangu? Wanaume wote wanalia tu wakiniona. Okay, wacha nikuletee chai. Wewe. Mbona huku kuja? Wacha ujinga, madhi akiona ukinikiza. Unasema ujinga, tulikuwa tunafaa kupatana. Hapo ndio tulikuwa tunapatana. Nimekugojea 4 hours. Wewe, hiyo tabia uko nayo tutakosana wewe sana. Unajua ulifaa tupatane na wewe. Unajua mimi naweza. Ni nini mnacheza? Madhe, unajua kuna kitu inaitwa nini? Kumfunza kujidefend. Juu sasa watu wanataka ati kumlipa. Sasa lazima nimfunze namna venye atakuwa anavunja mkono. Madhe, asante sana. Alafu nasikia uoga. Naona uoga kwenda peke yangu. Mwambie anisindikishe. Wewe sindikisha huyo msichana. Haya, ni plani yake hapa basi Nandu. Aweza kuzindikishwa hapa basi na jamaa wetu Naras Moha. Alright. Sawa. Tuchumuke upande wake Naras Moha. Tukuja kupata hapa si brother yake ambaye hapa basi ndio Chari mwenyewe ndio huyo. Walikuja na Brahmanadhan. Nero sasa hawa ni mapriest. Brahmanadhan ndiye father mkubwa. Priest mkubwa kabisa. Ndio wanafanyaga maombi, wanasikanisha harusi, ndio wanaombeaga watu wafu na kadhalika. Sasa naye jamaa wetu hapa basi ni naibu wake. Ni naibu yake hapa basi Brahmanadhan. Sasa Brahmanadhan alikuja akaambia jamaa wetu wenyewe, licha na kuwa sisi ni mafadha, tunahitaji kuwa na mademu. Na sasa mimi nimeona nitazeeka. So kuna demu nimekuwa nikiandama pole, nataka kumuoa, nataka akuje kuwa bibi yangu. Lakini sasa jamaa wetu Chari anamuuliza, unawezaje? Sisi ni mapriest, sisi ni mafadha, tunawezaje oa? Prema అంటున్నారు. కొంపదీసి మీరు ఏమైనా ఏమిటి సిగ్గుపడుతున్నారా? వీడి మొఖానికి సిగ్గు కూడాను. ఏమండోయ్, మీరు సిగ్గుపడటం మాని ఆ అమ్మాయి ఎవరో చెప్పండి. మన రాజమండ్రి గణపతి శాస్త్రి లేడుగా. పోయిన పుష్కరాలకి మనిషిగా మునిగి శవంగా తేలాటగా. ఆ శవానికి పిండం పెడుతూనే nikamwambia sasa kuna manzi fulani ambaye mimi nataka kumuoa. Sasa nataka unipeleke. Kazi yako ni kunisifu. Umweleze venye mimi niko msexy, umwambie venye mimi ni mzee wa maana, umwambie venye mimi ni mzuri. Wewe kazi yako ni kunisifu. Juu enyewe lazima tuweze kupata bibi. Hata kama sisi ni wahubiri wakubwa, lazima tuweze kuwa na bibi. Nikuna misote So unataka kugane? Si ndio nataka. Hivyo ndivyo nataka. Uende unisifie sifa, unitengenezee sifa, ueleze venye mimi ni mzuri juu enyewe udem ni mzuri sana. Nahitaji dem. Akabu mzee kama wewe unahitaji dem. Tu mzee. Mimi sio mzee. Mimi sio mzee. Mimi ni kijana moyoni. Haya, akaamua kwenda kwa kina yule manzi. Walala yeye. gatiga. Haya, Brahmanadhan na jamaa wetu. Huko chenye ambacho Brahmanadhan anataka ni kamanzi. Akafika. Sasa ni huyu. Kama ni huyu, huyu hata mnafanana. Sio huyu. Kuna dem supu.
Jamaa wetu anamwambia kama ni huyu unaona ni mzee tu kama wewe, inaingiana vizuri sana. Lakini Brahmanadhan akamwambia sio huyu. Sasa wacha jamaa wetu aingie aone kila kitu yenye iko kwa hii nyumba imechorwa picha ya jamaa wetu ya Brahmanadhan. Haya. Isa, Wewe, kwani wewe ndio unachorwa kila? Akamwambia hii nyumba kila kitu ni mimi nimenunua. Kila kitu. Kwa sababu nataka huyu dem. Sasa they happy. Nataka huyu dem. Kila kitu Brahmanadhan ndiye amenunua. Sasa hii ni kujitetea. Brahmanadhan ni mjanja sana. Na sasa kumbuka amekuja na jamaa wetu amsifu. Tumara waambia huyu ni tajiri. Waambia tu. Huyu mzee watu wanamuitaka mwenye mali. Mayoro. Huyu ni mtu ambaye ako na waambie. Huyu anajua mpaka kupatiana. Sio wale watu ati pesa anapeleka kwa bank. Hapana. Huyu ni mtu pesa yake anakuja na kuletea. Unaona? Pesa yake yote anakuja na kupatia. Mayoro wa gigo. Waambie mpaka venye nimenunulia watu vitu mingi. Enyewe mimi mpaka kuna mtu mwingine alikuwa hana shigo nikamnunulia, mwingine alikuwa na kipara nikamnunulia nywele. Mimi ni mtu wa watu. Farai, ni kwa nini hunisifu kabisa mpaka aone sasa kabisa mimi ni mtu ambaye nafaa kupatiwa dem. Mimi na mimi unanipea nini? Sio kuniambia tu hivi. Farai. Hiyo ndio kazi imekulete. Kwa nini haiti huyu dem? Haiti haka kadem. Chandu. Ako wapi Chandu? Wewe. Kari kuchumukia sasa kale kamanze kwa jina la Chandu hakika. Ni kamanze kasupu. Tena kamefahaba sasa kikienyeji ni manzi wa kuheshimika. We, kwa nini haangalii juu? Niwe ndo ni mapenzi, ananipenda mpaka haangalii juu. Tuangalie. Wacha jamaa wetu amuone. Huyu ndio ule demu unaniambia. Twende. Wacha kuniambia hivi. Wewe tusiende hivi tukosane na wewe. My dear. Sweetheart, niambie mnataka nini? Nataka huyo jamaa akuje ni mtume kwako. Kuna kitu nataka kukuambia lakini naogopa kukuambia. Mwambie tu akuje ni mtume. Goja hapo my dear. Huyu anafanyaga venye ninasema. Wewe ndo kaambiwe. Mimi kuna kitu nataka kukuambia kuhusu huyu. Kwenda kwanza uambiwe venye ambavyo unaambiwa mara moja. Sasa manzi alimuita. Mbio. Chandu akamwambia sikiza. Wewe ukijaribu kuambia Brahmanadhan tulinipata nikiwa na swim. Kumbuka haka nikara kamanzi kalikuwa kana swim. Hapana, unawezaje jifanya mzuri hapa na nilikupata ukiwa hauna nguo? Sare. Ukimwambia ulinipata nikiwa sina nguo nikiswim, nitamwambia ulichungulia nyonyo zangu. Nitamwambia uliingia kwa maji na ukanishika na ukanitoa na ati wewe ni pasta. Unasikia? Hapana, sio ndio ukweli. Mimi ni pasta, lazima niongee ukweli. Sikiza. Mimi sitamwambia ulinitoa kwa maji na wewe usimwambie uliniona nikiwa uchi. Sawa? Alikuwa ananiambia anakupenda sana. Good. Bas, twendeni out. Yakariki? Nataka twende out? Ndio. Haya, moja kwa moja basi wakaamua kuelekea kwenda out. Kumbe wakati ambapo wanaenda out, naye hapa basi na Rasimuha wameamua kwenda out wakiwa hapa basi na Nandu. Sikiza, Nandu na Narasimuha wameenda out. Naye upande mwingine hawa wametoa mavazi za upasta. Wakavaa wote basi mavazi nyeusi. Ikiwemo hapa basi Chari, Brahmanadhan na Chandu. Unaona? Brahmanadhan huyu manzi wake anajulikana kama vile Chandu. Naye na yule jamaa wetu naye Narasimuha manzi wake anajulikana kama vile Nandu. Unaona kuna Chandu na kuna Nandu. Sasa Brahmanadhan ndio ndiye ameleta manzi out. Wewe wako na Chari. Wewe unakaa hapa kwa nini? Nenda uniletee kamnyweso. Sasa hebu angalia hapa. Jamaa wetu Chari akatumwa aende aleta kamnyweso. Wewe useme uwekewe podi glass moja uniletee. Hala, lazima tufiri aire. Podi faster. Enda ulete podi. Kumbe naye hapa basi na Rasmuha alikuwa hapo akapatiwa akaenda. Wewe Jago, si umechukua pombe sahi? Wewe Jago acha ujiga niletee hapa podi glass mzima. Pavarai, kunywa pombe pole. Sasa Nandu alikuja akadhani huu ni na Rasmuha akaguza Chari. Wewe kwani wewe kichwa yako ni baya? Ni nini sweetheart? Huyu ananiambia amenipatia pombe. Jago ni agoroka. Wewe na wewe umegoroka. Unasema ati unakuja kusuju kuniambia nini? Sasa naye Brahmanadhan akakuja akapatana na Rasmuha. Unaona? Kamwambia wewe nilikutuma pombe umekaa. Nikikwambia niletee podi unaleta podi haraka. Na Rasmuha akashindwa. Kwani watu wanagoroka? Jango. Haya, sasa Nandu akawacha kama usinisumbue na jamaa wetu akaenda. Chari akaenda.
Unaona? Huyo ni Chali ameenda stari kama. Chali kwenda, sasa naye ndio na Rasmuha anakujia kamnyweso mwanzo amenyang'anywa na Brahmamadhan. Oh, sasa umeamua kurudi na ndio akakasirika kaondoka. Wewe nipatie ingine. Haya. Jagua kakuja. Kijana, saa hii tu umechukua podi ukamaliza. Ukachukua ingine ukamaliza. Ni nini bana wewe? Unakukunywa podi mingi hivyo sio vizuri. Mwambia mimi mzee mwingine simjui, sijai muona, amenipata akaninyang'anya. Oh, kunikunyang'anywa haya sawa. Jamaa wetu akakuja akawekelea. We, si already umenipatia? Ati nimekupatilia wapi? Haya. Naye Chandu alikuja akaitwa. Chandu, nimeona uko hapa na guka yako. We, Talia ateguka wao. Sio guka yangu. Gai, basi ni yanko yako kama sio guka yako. Oi, siogee nani? Ai, wamekuharibia jina. Manechera. Sasa nikiitwa guka. We, huyu si guka. Huyu ni boyfriend ya Chandu. Na usione ati kama amezeeka. Ile kitu iko siku moja alioshwa na omo. Uso ikaharibika. Ndio kunitetea. Nilioshwa na omo nikaoshwa na nyanya yako. Hebu enda kabisa. Tukutetea. Nikukutetea. Enda kabisa. Ati nilioshwa na omo. Hiyo ndio sasa unaweza tetea mtu. Mziki imebamba. Sasa wewe na nini unanifuata? Woga hapa. Kwenda kabisa. Sasa elewa. Nandu anadhani huyu ni Rasmuha. Na huyu sio na Rasmuha, huyu ni Chali. Chali akachoboka. Sasa Nandu anashindwa nini mbaya na huyu mtu leo hii? Nini huyu mtu amekula? Haya. Nayo kama jeshi. Ndio hawa akina Joyfrey Mutange. Haya, kisha sasa akarudi hapa basi ndio huyu jamaa wetu sasa na Rasmuha akakuja akapata Nandu. Ni nini umeboeka? Dance ability. Twende tukadance. Brahmaradhan akamwambia Chandu waende wakadance. Come on. Brahmaradhan akamwambia Chandu waende wakadance. Na kama jeshi ya kina Joyfrey Mutange wakaona hapana bwana. Kamzee kako na demu nzuri namna hii. Nini? Nyinyi mnanijua pigwa kofi. Nikasirike. Mnajuaga mumwahi nisikia. Mumwahi nisikia. We, hebu tuende nisipige hawa watu. Juu venye nimeona hawa kina Joyfrey Mutange nitawagoga vibaya sana. We, Nandu enda nyumbani. Kwa nini? We nenda nyumbani. Sasa Nandu akaambiwa aende nyumbani na Rasmuha. Na Rasmuha akamwambia Nandu aende nyumbani. Hawa watu naweza wapiga vita ingine hujawahi ona. Chandu. Hawa watu naweza wapiga vita ingine hujawahi ona. Kwa nini wacheze na wewe? Mbele yao akina Joyfrey Mutange. Sasa wanataka tu niwapige. Wewe mzee, tuachie huyu demu uende. Nani mnaita mzee? Uache huyu demu uende. Akaona juu atapata aibu. Wewe kujani tuongee. Kaiwoye. Sasa watu kwa nini mnifanyia hivi? Angalieni. Imebidi nichukue miaka kama 10 kupata demu. Angalia wewe ni kijana mdogo. Kwa nini sasa uninyang'anya demu? Mimi kitambo nipate demu, nitakuwa already nimekufa oye. Kidogo hivi. Na Rasmuha amekuwa akifuata wale magaidi. Na Rasmuha sasa akakuingilia. Akaanza kupepeta wale magaidi. Sasa Brahmaradhan akadhani huyu ni Chali, lakini huyu ni na Rasmuha. Na Rasmuha akaanza kupepeta wale magaidi, cheki. Na Rasmuha sasa anapepeta wale magaidi mbaya mbovu na Rasmuha. Lakini sasa Brahmaradhan wakiwa na Chandu wanadhani huyu ni Chali. Sasa unashindwa jamaa alijulia vita wapi? Kama jeshi ya kina Mutange waliona wao. Sasa naye ndio hapa basi Chali. Chali amerudi akashindwa kwani Brahmaradhan ameenda wapi? Huku majengini wanaona wao mbaya mbovu. Majengini wanaona wao venye hujawahi ona. Kuona wao mbaya mbovu. Kuona wao sasa. Na Rasmuha ni mdidri. Kama jeshi akina Joyfrey Mutange wanagogwa kama darama za haleluya. Wololo yaye. We, Chali naye ndio huyu. We, Brahmaradhan, mlienda wapi? Mlienda wapi? Huyo sasa ni Chali. Lakini upande mwingine na Rasmuha anaona sasa Manzi amemnuki kuona venye napiga magaidi. Lakini Manzi anadhani huyu bado ni nani? Anadhani huyu bado ni Chali. Wewe, chukua kichwa. Kwenda kuchomoka akaambiwa alipe bili. Mimi tuliitwa hapa tukuje kubariki hii pahali kabla haijafunguliwa. Sisi hatuwezi lipa bili. Toa moja oye. Kwanza Joyfrey Mutange ile kugogwa na gogwa. Joyfrey Mutange. Sasa mwenye klabu alikuja. Sisi ndio tuliombea hii klabu ikifunguliwa. Alafu hizi ng'ombe na itazipiga vita venye hujawahi ona.
Wanawezaje ni hada ati ni mabouncer? Bouncer kitu gani? Wewe, abieni huyu mtu pole. Pole. Na nimeenda. Akakasirika akachomoka sasa chari. Naye sasa Jeffrey Mutoge kuona kumeharibika akatoka bio. Jeffrey Mutoge huyo bio Hamza Kebera. Sasa wakati wanachomoka stare kama hiyo, naye ndi wakati chari anaingia. Chari kuingia akashindwa. Ni nini nimesikia bum bum bum. Sasa akachomokea pale vita ilikuwa inaendelea. Kwa hivyo sasa kina Ramadhani wakaona bado ni yeye. Wewe. Unaona? Wakaona bado ni yeye. Watu mimi naweza wapiga vibaya sana. Si umewapiga already. Imagine wananiitisha pesa, Mimi naweza wapiga wakae kama moja. Wacha mambo ya vita. Wewe wacha. Usione ati usikude kuonyesha venye umepiga watu, Mimi ni kuwahurumia, nimewahurumia. Kai, mimi naogopa hawa watu wanaweza kuja. Si basi pelekwa na huyu. Ndio. Twende unipeleke. Sasa Chandu amemnoki chari tayari. Kwa nini? Mimi naweza piga watu sana. Sasa yeye anaongea story kuhusu mabouncer, lakini Manza nadhani anaongea story kuhusu wale watu walipiga. Ushike. Manza yeye anaongea story kuhusu mabouncer, lakini Manza nadhani yeye anaongea story kuhusu wale watu. Wololo yeye. Hata hivyo Manza ameshamnoki tayari hapa basi chari. Mwanzo anadhani chari ndiye Naras Moha. Wololo yeye. Ujawa. Lakini hebu tuchumukiara za nyua hizo. Tukuje kuwapata sasa hapa basi wale magaidi wakiongozwa na Freddy. Freddy mwenyewe ndio huyo. Freddy alikuja akadai anataka kujua pahali ambapo bibi yake Major Chandras Eka alipo. Lakini huyo jamaa alimwambia mimi ni kazini yake. Lakini wakati ambapo hapa basi Major alikufa, bibi yake alikuja kukaa na mimi. Wakati alianza kukaa na mimi wakakosana na bibi yangu. Kwa hivyo tukamfukuza. Kumfukuza nasikia gatua na kuaga hapa basi bila shaka pale upande wa Hyderabad. Chandrasekhar Fred. Mimi naitwa Fred. Okay. Kwa hivyo amepashwa habari kuwa huenda hapa basi bibi yake Major alienda upande wa Hyderabad. Kwa hivyo alikuja katuma magaidi wake akamwambia nataka muende upande wa Hyderabad. Muende upande wa Hyderabad na msiwahi rudi hapa kabla hamjajua pale ambapo bibi yake Major alipo. Lazima mjue pale bibi yake Major alipo. Alright, upande wa Hyderabad sasa. Epo tukuje kupata sasa naye hapa basi bila shaka pale hawa walikuja kupatana. Mwanzo ndio uchali wamekuja sokoni na nyanyake. Na nyanyake tu ndiye anajuaga history. Kumbe na yeye hapa basi bila shaka pale na Rasmuha wamekuja sokoni vile vile wakiwa na mamake. Chali amekuja na nyanyake. Na Rasmuha amekuja na mamake. Na nyanyake Chali ndiye anajuaga tu story kuhusu hapa basi hawa mapacha. Alright. Anakuaga na mob. Kidogo. Shosho. Aliona mama na akamuona na Rasmuha. Akakumbuka venye walibadilishanaga watoto. Sasa Shosho hawezi akataka hawa waonane. Alijifanya, "Woi, nadameli yagi." Shosho ati nini? Nimemeza inzi. Twende ukakunywa maji tupita hii. Nimemeza inzi. Shosho nakwambiaga, wekaga mdomo kuwa umefunga. Wekaga mdomo kuwa umefunga Shosho. Hii mambo ya kufungua mdomo sio mzuri. Hello. Wakati huo kumbe magaidi wa kikosi kingine, wacha wale magaidi wake Rasul, magaidi wa kikosi kingine, kikosi ambacho kinaongozwa na Pandu, huyu sasa ndiye Pandu, walipigia kama the fulani, wakakaambia kalete pesa, na kama hakataleta pesa wataua mtoto wake. Huyu ndiye Pandu, yeye ni majangili, yeye ni jangili tofauti kabisa basi na Rasu, magaidi wake ndio waliuawa kwenye mwanzo wa sinema. Lakini sasa unaye ni Bandu, ako na kikosi chake cha kimagaidi. Bandu alikuja kaita jamaa akamwambia sikiza. Nataka uangalie hawa watu wakichukua pesa. Juu wanaweza chukua pesa waanze kujigawia zingine. Kwa hivyo uwafuate nyuma, umake sure wamepata pesa na wameniletea pesa zote. Sawa? Wewe uangalie kwa umbali. Alright. Sasa mzee lazima apatiane pesa. Unaona? Lazima apatiane pesa. Mwanzo ameambiwa asipopatiana pesa mtoto wake atauawa. Upande mwingine basi naye Pandu akatuma magaidi wake waende zile chapa. Pandu sasa. Na akatuma mwingine akae juu. Na mmoja kati ya magaidi wenye wameendea pesa ni brother yake Pandu. Alright. Mzee kama venye alifahamishwa basi akuja aweke pesa raizo na kisha aondoke, kisha nao magaidi wakuja wachukue pesa na watamburuke. Kisha Pandu akafahamishwa pesa tumepata. Akawaambia basi zileteni pahali fulani. Alright. Sawa. Na elewa inakuaga kazi yake na Rasmuha
kukabidhiana na vikosi kama hivi vya kimagaidi. Anakabidhianaga na vikosi kama hivi vya kimagaidi. Wololo yaye wa Shalala. Lakini sasa majangili wake Pandu wakuwa na tamba sara kama hiyo. Waristukia nini? Cheki. Wale majangili shasha. Waristukia nini? Na rasmaha upande wa nyuma shasha. Na rasmaha upande wa nyuma. Aya, ako upande wa nyuma. Yeye hatakagi story za magaidi kupatiwa chapa. Kwa hivyo mbele yao ఎందుకురా భయపడుతున్నావు? భయమా ఏంటనియా, మనం ఎంతమందిని చంపేయలేదు, ఈ రోజన్నా భయపడ్డానా? నువ్వు కావాలంటే బండి తిప్పాను వెనకాల పోని, సరదాగా చంపేస్తా సాలగాని. Washalala. Wale kuingilia sasa hapa basi bila shaka para majangili wa cruise control. Mwanzo na rasmaha kwa area. Na rasmaha kwa area. Shalala dingari cruise control star kama hiyo na rasmaha shasha. Mbele yao sasa kuna muoga moja hapa kwa jina la Martin Momei. Martin Momei akaona bunduki. Akaona bunduki. Naelewa sasa huyu ni bradhake Punde. Huyu ni bradhake hapa basi bila shaka pale Pandu, yani jangili kwa jina la Pandu. Mimi naitwa Martin Momei. Hata hawa ndio waliniambia tukuja hii kazi. Mimi kazi yangu sana inakuwa gani Momei. Sasa tafadhali nakuomba wewe please usiniue. Ukiniua nitakufa na mimi sitaki kukufa, especially nikimagine venye nimejaribu kukula nikanona. Ni yaya. We, wacha nijitetee. Unaona huyu jamaa ako na bunduki. Wewe kama unauawa lakini mimi najitetea. Kwanza Ubutu anasema hakuogopi. Bunduki kagongo ikaanguka. Sasa Martin Momei alicheka. Sasa lazima niendelee na kazi yangu ya Omei. Sasa mimi lazima niendelee na Omei. Huyu jamaa alikuwa na t-shirt juu ako na bunduki Mafarai. Alikuwa na t-shirt juu ako na bunduki. Sasa angalia vile tutamgonga. Turamogotha, tunakugonga baya. Utajua Martin Momei ni nani jo kaka. Akatoa bunduki nyingine. Mtoto wa Mungu, tafadhali, kama venye Mungu alikuumba we, leta pesa. Tafadhali usiniue. Ukiniua na shindo nani atakuwa anafanya ile kazi nafanyaga, especially kazi ya Omei, yani Mei. Wewe pesa. Punde akaingia mwanapolisi Nick. Wave. Mimi kama Martin Momei najua leo hatuwezi kufa. Sasa polisi wamekuja. Ua yeye. Nakwambia. Mtaona hajatauawa vibaya. Polisi wamekuwa yeye. Ua yeye, wacha kushinda ukimweka hapo. Okay, anza na huyo. Piga risasi. Piga mwingine risasi. Wai Mungu wangu, nani atakuwa na kunia sasa? Karash. Kwa majina ni Martin Momei. Kazi ni Mei. Sasa ninaomba tafadhali msiniue. Nenda ulete pesa haraka. Chukua pesa yako. Okay, asante sana kwa kuniacha niko hai. Mimi kama Martin Momei sitakufa leo. Akaambiwa walikufa kitambo, ni venye uko na mafuta mingi. Kuangalia, kumbe alipigwa risasi kitambo. Unolemea gaboroli oyo leo. Karash. Martin Momei Karash. Huku tukuja kumpata jamaa wetu. Kumbe anapataga pesa, wanakuja wanagawana na Nick. Wanajuana. Akipata chapa wanagawana na Nick. Nick ni mkuu wa wanapolisi. Kikosi cha wanapolisi cha anti Gunda squad. Unaona? Na jamaa wetu basi huaga anataka kujiunga na wanapolisi. Sasa huyu mwanapolisi anamtumiaga hivyo, huko akimwambia hivi karibuni atampa kazi ya wanapolisi. Yes. Punde si punde na ndio akakuingilia. Na jamaa wetu atakagi hapa basi huyu Nike ajue kuwa waga na push na yule manzi. Unaona? Na Nike pia aweza kataka huyu jamaa kuwa na manzi wake. Lakini sasa ajabu ni kuwa already they are in love.
wameshapendana, wameshaanza kuishi na kupolea pamoja. Kwa hivyo apende asipende, hapa basi huyu Nike apende asipende, jamaa wetu Naras Moha wanapendana na huyu manze kwa jina la Nadu. Unaona? Wanapendana hapa basi na Nadu. Oi sasa, oyoyo. Atakage hapa basi babake ajue. Na alimwambia hapa basi, sikiza. Kuna kazi moja nataka ufanye. Na uchunge sana. Usije ukajulikana. Lakini alimwambia nikijulikana pia wewe utajulikana. Ile story haikumfurahisha Nike. Mwanzo aliambiwa nikijulikana pia wewe utajulikana. Mwanzo pesa uwaga wanagawana. Sasa wakati ambapo magaidi wake Pandu waliuawa, mmoja wake alikuwa bradhake. Kwa hivyo mpaka jangili mwenzake kwa jina la Rasul alikuja kwa maombolezi. Rasul alikuingiliwa. Rasul magaidi wake ndio walitangulia kuuawa. Kwenye mwanzo wa sinema wale magaidi waliuawa walikuwa magaidi wake Rasul. Sasa hao nao ni magaidi wake, hawa nao wenye wameuawa ni magaidi wake Pandu. Unaona? Magaidi wake Rasul walitangulia kuuawa, hapa napo magaidi wake ni magaidi wake Rasul walitangulia kuuawa, hapa napo basi tucheka pale magaidi wake Pandu wameuawa, na zaidi brother yake Pandu ameuawa. Na kwa hivyo hapa basi ilibidi sasa magaidi wote wakuje kuungana ili waweze kukabiliana na mwenye ambaye anawaua. Mbele wanataka kujua ni nani ambaye anawamaliza. Hata hivyo Pandu alikuwa ametuma spy. Kwa hivyo huyu spy alikuja kuambiwa ajaribu kukumbuka mwanzo huyu mwenye alifanya yale mauaji lazima amewafuata kutoka mbali. Ndio huyu Shasha. Ajaribu kukumbuka nani anaweza kuwa basi alifanya kile kitendo. Sarika gurtu techuko. Evudo ಒಕ್ಕಡೆ ಮನವೊಳ್ಳನೆ ಫಾಲೋ jaribu kukumbuka. Come on. Karajagoa, oi, kumbuka. Hapo akaanza kukumbuka. Ndio akaanza kusema yeye aliona mtu ambaye anafuata wale watu. Sasa huu ni Naras Moha. Akakumbuka Naras Moha aliwafuata toka waende zile chapa mpaka waweze hapa basi kuzifuata. Akadai niliweza kuona huyo mtu. Sura yake siwezi nikakumbuka, huyo mtu alitufuata sana. Mbona alikuwa ameniambia huko kukumbuka? Rasul akamwambia Pandu, tulia. Ukiona huyu mtu unaweza kumkumbuka. Ndio naweza kukumbuka vizuri sana. Huyu jamaa alitufuata sana. Okay, sawa. Sasa juu brother yake Pandu amekufa, wenye wanafaa kuja kufanya maombolezi na kuombea mili ni Brahmanadhan na jamaa wetu Chari. Kwa hivyo walikuja kufanya kuombea mili. Sasa na Chari wanafanana sana, ni matwins wakuwa na Naras Moha. Kwa hivyo sasa wakati ule jengine alimuona Naras Moha akaanza kukumbuka. Yaani wakati alimuona Chari akaanza kukumbuka Naras Moha. Na Chari wamekuja kufanya maombi. Wamekuja kuombea zile mili ambazo hapa basi bila shaka pale zimefanya nini? Zimekufa. Sisi ndio mapolisi tumekuja kuwapatia chakula ya mwisho hao wenye walikufa. Nyinyi yenye mmekufa. Deni kwenye kuna daga walio wafu. Akimcheki anakumbuka Naras Moha. Unaona? Anakumbuka Naras Moha. Alafu sasa hapa basi anashtuka. Sasa walikuja kufanya maombi zao, akawapatia mshere wenye walikufa na kadhalika. Wote hapa basi wanapatiwa chakula yao ya mwisho. Lazima waende kuwa wameshiba kabisa. Unaona? Lazima waende kuwa wameshiba kabisa. Sasa wanapatiwa chakula namna hiyo, wakaekelewa maua, kisha hatimaye miili zao zitaenda zichomwe. Sasa wakati hao walienda, huyu alianza kudai ndiye huyo. Kaambiwa hawezi kuwa ni huyo. Huyu ni mtu tunajua ni priest ameishi hapa. Lakini Pandu akamwambia Rasul, wacha tuchunguze. Mimi nimekuja hapa na masenare, mjuaji. Kumbe amekuja na MS Naraya. Ndio huyu MS Naraya. MS Naraya ndiye huyu. Sasa alitumwa afanye uchunguzi kama venye huyu gaidi anasema ni ukweli. Unaona? Kama venye huyu gaidi anasema ni ukweli. Mwanzo sasa MS Naraya ametumwa achunguze kama kweli huyu Chari ndiye aliweza kupiga magaidi wake na akawaua na akawanyang'anya pesa magaidi wake Pandu. Unaona? Haya, na iliwa sasa jamaa wetu yeye babake Brahmanadhan ni watu ambao hapa wanafanya mambo ya kanisa. Kwa hivyo sasa MS Naraya alikuja kuanza kufanya uchunguzi. Wewe nilikuona wapi wewe? Jamaa wetu akijaribu kuongea na yeye anajifanya amepigwa simu. Wewe Chari. Inogodu. Wacha kutora. Wewe Chari kuja tuende bana, nimeitwa mara moja. Umeitwa mara moja Kla afuatwe. Unaona? MS Naraya kazi yao ni kuchunguza kuona kama kweli huyu jamaa ndiye aliweza kupiga magaidi wake Pandu.
ఆంటీ wakachomoka. మరి ఎందుకు Alright. చందు మొన్న పబ్బుకెళ్ళి వచ్చిన దగ్గర నుంచి పెళ్లి అని ఒకటే గిలగిల్లాడిపోతుంది ఇట్రా. అయితే Sasa Ramadhani amefurahia sana, ameambiwa ati kuna ripoti mzuri sana kutoka kwa Chandu. Kuna ripoti mzuri sana kutoka kwa Chandu. Sasa hapa basi yeye anataka kwenda kusikia ile ripoti. Mwanzo ameambiwa leo mambo ni mazuri. Kuna ripoti mzuri sana kwa Chandu. Alright. Sawa sawa maridadi. Kwa hivyo alikuingia manyumbani kwa kina Chandu. Na elewa sasa vitu zote ziko kwa hii nyumba. Ramadhani ndiye amenunua. Mshahara yake yote analetaga hapa. Haya, Chandu akakuingilia. Wiwi. We, mbona ananiangalia ni kama amenipenda? Ati kama anakupenda kwenda nyumbani. Wacha tu akae. Hapana, ameniambia kitu baya sana. Unaweza kusema kitu kama dai. Jamaa yetu akafukuza upande wa nje. MS na Raya ako pale anachungulia. Tanani Kuna kitu nilikuwa nataka kukuambia. Enyewe nataka kuambia asante kwa kila kitu yenye umenifanyia. Alafu nikwambie for the first time nimefall in love. Niambie tu sweetheart, endelea. Nipe dakika moja nikuje. Alikuja mbio. We, for the first time fall in love. Hiyo ni kuniambia nini? Nimesikia vizuri mpaka nikasikia mate yangu imegeuka kuwa kamasi. Na we, wacha nikuambie, hii ni mara yangu ya kwanza kuambiwa ninapendwa. Wacha nirudi. MS na Raya nao wako pande nje na magaidi wake Pande na magaidi wake Rasul. Wote wako hapa. Kama itu kuchungulia, we. Na hawa watu wananifuata namna gani? Anashindwa sana, mbona hawa watu wanamfuata stara kama hiyo? Haya, sawa akakuja mbio. Tena kwenda kuongea na yeye akajifanya amepigwa simu. ఏమిటయ్యా నువ్వు నన్ను చూడగానే ఫోన్ తీసి చెవులో పెట్టుకుంటున్నావు అదే అప్పుడు hii sio mara ya kwanza ama ya pili nikijaribu kuongelesha unajifanya umepigwa simu. Kwa nini unanifuata? Mwambie hapana, sisi wewe tunafuata, sisi tuko kwenye shughuli yetu. Na hapa kwa Mungu msijaribu kunifuata hivyo, utaona vile nitakufanyia wewe, mimi naweza kukupiga kofi wewe, wewe ni mhubiri. Nakwambia nitakupiga kofi wewe, nitakuwekelea kofi. We, kuja mara moja. Ramadhani amejam. Ramadhani amejam. Kuja haraka. పొలికేకలు Wewe, hivi ndivyo maisha inaendaga. Okay, enda huko ndani usikie venye nimeambiwa. Enda huko ndani. Nenda huko ndani. Yaani wewe nikulea kutoka kwa mtoto mdogo nikufunza upristi alafu nifanyie hivyo. Enda huko kwa nyumba usikie. Nimewaita watu wawili kuambia Chandu anapenda Chari na anataka kuolewa na Chari. Wakati wa huo awacha waone sasa na Rasmuha. Na Rasmuha alipita hapa. Huyu mtu ako kwa nyumba na tena ndio una pikipiki. Umeenda ukabadilisha mavazi unanijua hata kama nakujua. Sasa roho ni na Rasmuha hatakagi ujinga. Ndogo wewe. Na alikuwa tu ameniambia atanigoga kofi. Si unaona? Aliniambia atanigoga kofi, ameenda akabadilisha nguo, akakuja akanipiga kofi. Nia ya huyo. Tukunde markipa. Ebu endeleeni kuongea. Tunataka usimamie harusi baina ya Chari. Hata baba nisimamia harusi baina ya Chari. Kai, wewe unasema nini? Huyu demo anataka kuolewa na wewe. Hiyo ndio mambo ungekuwa ukinificha, si ndio? Kai, wewe mimi hata sijaimwambia nampenda. Huyu ndio urafiki. Unanyang'anya dem life nikionaga sasa hii ni kitanzi sasa. Sasa waliko sana. Kai, mimi simutaki. Kuna. Hii umekuwa ukienda kinyuma. We, kuanzia leo hii mimi na wewe ni maadui. Kai, kuna edaji atupige tena ndio huyu ako ndani yako nje. Mudone kutodhakira huyu jamaa anatezea. Ramadhani akamwambia kuanzia leo hii sisi ni maadui. Sasa Chari anashindwa. Nimeulizwa nini sasa? Nimeulizwa nini sasa? Alikuja kaambia watu wote kama jeshi yake. Mimi yule bibi nilikuwa nataka kuoa, nimenyang'anywa, sijui nitafanya nini. Hasa Ramadhani alienda akakuja na kama jeshi. Kumbe Ramadhani hakuwaambia ati nataka Chandu. Alikuwa anawaambia nataka mamake Chandu. Juu sasa angewaambia nataka Chandu, wangemwambia yeye ni mzee. Unaona? Aliwadanganya ati nataka huyu mama sasa. Hivi ndivyo aliwadanganya. Haya, sasa akakuja na kama jeshi kwa amekasirika sana. Getunya mtumia hati yawe. Anawezaje nini na mimi ndivyo nimetumia pesa mingi. Na Chari anawaambia mimi, najua udemu alikuwa demwa Ramadhani. Mama anasema Ramadhani mtu mzee hivi anawezaje chukua kademu kama haka? Ni ulimo. Ramadhani akakuja. Mtu sio kitambi, sio uso anakaa kama amefuliwa. Umekuja mheshimiwa. Sio ati mambo ya mheshimiwa hapa, hakuna uheshimiwa. Hapa ni kunyang'anywa mtu nikionaka na macho.
Siwezi nikakubali kitu kama inawezaje nyang'anywa mtu nikionaga hivi na macho. Akilio limo. Nimekuja na kamo jeshi. Hii nyumba tunaharibu yote huku kumeharibika. గురించి కాదు. Kai, mimi siwezi olewa na mtu kama wewe. My dear, wacha kusema hivyo. Najua venye ninakupenda. Yaani unapenda huyu msichana mdogo hivyo? We goja, sio msichana mdogo, yeye anapenda huyu shosho. Hawa ndio walika moja, shosho na Brahmanadhan. Oh! Haya. Huyu ndio walika yako. Ndio, tunaweza. Ni ulimo. Nani amesema ni wewe nataka? Mimi nilikuwa nataka chadu. Ai. Enyewe wewe ni guka. Guka for so. Awacheni kuniambia mimi ni guka. Onanya ugoro nywa ilia, denywa maziwa mara. Yaani ulikuwa nataka huyu dem mdogo hivyo? Na ndio umetweetia hapa hiyo kesi. Kwenda wewe. Watu walimuacha. Brahmanadhan watu walimuacha kamwambia ni ujinga. Akasema nanyi mtanilipa deni yangu yote. Mtanilipa deni hata wewe watu wenyu wako na deni yangu 4,000. Lakini mamake Chandu akade wewe na wewe umemtumia sana huyu kijana hiyo miaka yote na hujai mlipa. Kwa hivyo hakuna kitu nalipwa, mlipana. Kwa hivyo sasa mumeugana Baka unatetewa. Baka wanakutetea nema. Mpaka sasa wanakutetea, si ndio? Wewe utajua mimi ni Brahmanadhan. Mimi sichakwa. Ubesti umeisha. Mtajua mimi ni nani. Sasa muangalieni. Akaambia wewe waacha uoga. Huyo mzee ni mzee sana. Huyu dem unamuoa hata harusi inaanza kutayarishwa mara moja. Harusi inaanza kutayarishwa mara moja. Hakuna ati mara moja. Sasa wazazi wake Chari wakadai ni mara moja harusi ianze kutayarishwa baina ya Chandu na jamaa wetu Chari. Lakini sasa makosa ni kuwa kumeingia ugomvi baina ya Brahmanadhan. Sasa Brahmanadhan alienda katafuta magaidi wote, akawaambia huyu mtu ndiye waga na watandika. Brahmanadhan ameanza revenge. We, kwani kunaendaje? Unauliza nani? Huyu ndio mtu mwenye anapiga watu wenyu. Nishaona akipiga watu mimi mwenyewe na macho yangu. Nikaona akipiga watu. Anajifanyaga mtu mmoja wawili. Siku moja alikuja kwa kilabu akatandika watu. Wewe. Kwa nini ulinipiga watu wangu na pesa ziko wapi? Guy, mimi. Wacha kuniwekelea hivi. Hata kama huyo demo amenipenda. Nani? Hii ni mambo yetu. Mimi nimependwa na demo. Demo amesema huyo amezeeka. Na huyo kwanza ananyang'anya watu mali yao. Ameninyang'anya demo. Amenyang'anya dem. Si ndio? Mimi nimekunyang'anya dem. Wacha kuniwekelea tunapigaga watu. MS na yeye ndio. Hata mimi ulinipiga kofi. Uliniambia utanigoga kofi, alafu ukakuja kuwa na pikipiki, ukigodha hii kofi wega. Ukanitandika kofi moja mzuri kuwa na pikipiki. Wai! Sasa hawa magaidi wadozi, Pandu na Rasu wanajaribu kumtisha. Sasa kwa nini? Nilikwambia nitakupiga kofi lakini sikukupiga. Unaona? Kukwambia nilikwambia lakini sikukupiga. Wewe usiniwe mimi ni pastor. Mimi nakuja kufanya maombi. Rasul, huyu jamaa kai kuwa mtu wa kupigana. Sinasikia ati anaonesha kwa bunduki hivi amesha kunyang'anya amekuua. Hawa watu wanaulizana demu. Akatoroa upande wa nje stara kama hiyo. Huyu jamaa mtakuja kujua ni nani. Otherwise baeni. Wewe tolewa kama kiti. Unatoka namna gani kwa heshima? Kwara kabisa. Sasa naye Brahmanadhan akasemekana amedanganyana akatolewa mbio stara kama hiyo. Salala. Brahmanadhan vile. Alright, tukuje kumpata sasa naye hapa basi Freddy. Freddy alipigwa mwashini akafahamishwa namna gani? Mama ako hapa upande wa Hyderabad. Mama ako hapa upande wa Hyderabad. Yule mama mwenye unatafuta ako hapa basi upande wa Hyderabad. Akadai bas. Lazima huyo mama atafutwe na watoto wake pia lazima waweze kupatikana. Okay. Sasa hapa basi British Kapara na magaidi waliamua kufanya mkutano sasa. Majangili wake Rasul na majangili wake Pando waliamua kufanya mkutano. Mwanzo sasa wako confused. Mbele wakiambiwa ati ni huyu jamaa wetu basi Chari amefanya anapiga watu wao, wanaona huyu jamani mhubiri. Kiwezi kuwa hapa basi ni yeye. Kwa hivyo Richa na Kuabasi wako confused. Richa na Kuabasi wamechanganyikiwa. Lazima waweze kujua ni nani anafanya hichi kitu. Kwa hivyo waliamua for the first time Richa na Kuabasi wamekuwa ma rivals, Richa na Kuabasi wamekuwa maadui, waweze kuungana. Na wakasikizana. Wakati sasa ile kitu watafanya, watamteka nyara director mmoja. Unaona? Kwa hivyo walikuja kastua director. Oye, ndio huyu director wa kampani ya Podipodi alikuja kuhandwa. Akastuliwa kisha akapigwa simu. Akaabua wewe ndiye director wa Podipodi. Leo tumekuhurumia.
Na si ati tumekuhurumia juu ya kitu kingine, hivyo tumekuhurumia ndivyo tungekuua. Kwa hivyo tunataka ulete milioni 5 ama ukufe. Director wa Podipodi akawaambia kama ni milioni 5 wacha niwaletee kuliko nikufe. Wakati huo kumbe sasa naye yule Nike anakuwa ameconnect, anakuwa na connection nyingine ya magaidi. Magaidi wakipiga simu anasikia venye wanasema. Kwa hivyo Nike alimtuma jamaa wetu hapa basi bila shaka pale na Rasmuha akamfahamisha uende hapa basi ufuate majangili. Mwanzo majangili wamemuitisha director wa kampani ya kutengeneza kwa kamvino kwa jina la Podipodi, ameitishwa pesa na anapeleka. Kwa hivyo hizo uue magaidi na uchukue hizo pesa. Wakati huo naye hapa basi bila shaka pale yule Freddy ni wakati na kuingilia na kikosi chake cha kimagaidi, akona haja sana na familia yake Meja. Alright, check maneno haya. Ndio huyo director wa Podipodi akapatiana nini? Akapatiana pesa. Ilo unapatiana pesa ili usiuawe, cause kama hautapatiana pesa utauawa. Na majangili wameungana vikosi vyote mbili. Rasul na magaidi wake wameungana na magaidi wake basi Pandu. Kumbe hawa na wao pale waliwekwa, walihepa. Brahmanadhan walihepa hapa basi bila shaka pale waliwekwa wakiwa na jamaa wetu Chari. Wakati huo basement za kimajangili, pahali ambapo majangili wote walipo, lakini Pandu alimwambia tumekugojea mbaya mbovu. Pandu alimwambia jamaa wetu tumekugojea mbaya mbovu. Mwanzo this time round na Rasmuha alikuwa amegojea mbaya mbovu. Cheki majangili na Rasmuha akazingirwa na kikosi cha kimagaidi. Wow! Unaona Freddy amefika hapa tayari. Silent ga murderly chestu mammali. Kazi yetu ni kuitisha pesa na wewe ni kuchukua. Kawaambia nyinyi magaidi. Wacha hivyo. Juzi ulijifanya ati wewe ni priest. Si unajifanyaga mhubiri. Unajifanyaga mhubiri. Tunajua unajifanyaga mhubiri. Jamaa akapigia Nike mawasiliano. We Nike, leta helicopter 18. Lakini Nike akamwambia sikiza, nilikuambia uachane na dota yangu ukakataa. Sasa nataka uwawe na hao magaidi. Die man, die. Wale chetola chipo Kufa. Na ulisema hapa basi nikipatikana pia wewe utapatikana. Ulisema ukipatikana pia mimi nitapatikana. Lakini naambia nini ya kufi na Rasmuha aliwaanza wale majangili. Hata kama mko wangapi, mimi nakuaga weya. Mimi kifika ni upande mkono na kuaga weya. Weya ya umemeshisha. Aliwaanza wale majangili. Cheki. Aliwaanza wale majangili manzeni walikuwa wengi zaidi ruka na hawa. Kuwalalia staili. Asante sana. Marada pozi tena. Pozi kibisha. Ashalala. MS na Raya akahepa. Stari kama hiyo. Kisha wale majangili wengine sasa jamaa wetu anakabidhiana na wao design kama hiyo. Anakabidhiana na wao design kama hiyo shasha. Check maneno. Kuandaria. Na Rasmuha. Na Rasmuha anakabidhiana na wao, kukabidhiana na wao shasha. Majangili walikuwa wengi mwanzo, unasikia ni vikosi viwili vya kimagaidi, na majangili wake Rasul na majangili wake Pandu. Watu wameungana kukabidhiana na jamaa wetu. Lakini jamaa wetu kifika na upande mkono, manzi anakuaga wazimu. Ikifika shasha upande mkono, anakuaga umeme nani. Cheki. Shalala. Kuandaria shasha. Ikifika ni upande mkono. Wawe. Kisha. Shalala. Cheki. Venye ambavyo sasa anaandaria shasha. Cheki disini bishi. Basi rashaka para na wandaria. Majangili wa Rasul. Huyu kwanza akabingirishwa akakaa dakika 15 juu. Shalala. Ikiwemo Rasul mwenyewe na Pandu mwenyewe. Wanaandariwa kuandariwa. Na Rasmuha. Papo hapo Freddy akafika kwake Nike. Akamwambia Nike, I want this man alive. Erwa sasa Freddy ni jangili kivyake. Akasema anataka huyu jamaa akiwa uhai. Anamtaka sasa na Rasmuha akiwa uhai. Na Rasmuha na yeye anawaonyesha majangili hapa basi chemcha makuni.
majangili wakatoa bunduki. Right on time, Freddy na Nike wakakuingilia. Ya, risasi. Pata majangili. Freddy na Nike wakakuingilia. This time round wamekuja kumsaidia. Tena kwa Nike alikuwa anataka hapa basi jamaa wetu uwawe, lakini sasa this time round tena wamekuja kumsaidia. Jamaa wetu kamata bunduki. Asante sana. Rasul Punde, yani Pandu, wanamaliza design kama hiyo. Wao na majangili wao. Pandu na Rasul wakamalizwa wao na majangili wao wote. Jamaa wetu akashindwa. Nike alikuwa anataka nikufe. Mbona tena mkuja kunisaidia? Akaambiwa babako alikufa kwa ajali, si ndio? Your father died kwa accident before you were born. Sasa nataka kukupa sababu ya babako kukufa. Jamaa wetu alifunikwa macho na akajipata kwa meli, akapelekwa sehemu mbali sana bila kujua anapelekwa wapi. Mwanzo kuna island fulani ambao jamaa wetu sasa anapelekwa. Wololo yaye. Kwa nini hapa basi Freddy amtake jamaa wetu akiwa uhai? Kwa nini Freddy amtake jamaa wetu akiwa uhai? Wololo yaye. Alright. Jamaa wetu kweli alisikia amewekwa kwa meli na kisha hatimaye akastukia basi ako kwa dinga, na kwa hivyo ni kumaanisha kabisa ako kwa island fulani. Ala, kuja kuletwa sasa kwa ile island. Ashalala akaletwa kwa ile island star kama hiyo. Hai. Nene kidigera. Akafahamishwa huyu ndiye mdozi kamili. Itane. Akaambiwa huyu anaitagwa Baba. Akafahamishwa huyu ndiye mdozi kamili basi wa hichi kikosi chetu, anajulikana kama vile Baba Bai. Inana military arms. Baba Bai ndiye mdozi kamili wa hichi kikosi. Watu wanamuitaga Baba Bai the Guru. Kisha kamfahamisha mimi ndiye ambaye nilipanga kifo cha babako. Nikatumia huyu rafiki ya babako. Mwanzo Freddy alikuwa rafiki ya babako. Nikamtumia. Nikapanga kifo cha babako. Wewe ndio ukaua babangu. Goja. Akaambiwa nilipanga kifo cha babako, lakini si kumuua babako. Babako Meja alikuwa anatengeneza masiraha. Na kuna silaha moja nilihitaji anitengenezee. Ndio sababu nikapanga isemekane amekufa, nikamteka nyara na anaendelea kunitengenezea silaha. Ndiye huyu Meja Chandrasa Akea. Meja mwenyewe ndio huyu. Huyu ni babako. Lakini sasa amekaribia kutengeneza hapa basi bila shaka pale silaha. Wakati amekaribia kukamilisha kutengeneza ile silaha, amesema lazima aone mtoto wake. Na ndio sababu tumekutafuta hivyo vyote ili tuweze kumleta. Meja, mtoto wako ndiye huyu. We, jaribu ongea na babako. Juu mimi tu chenye nataka ni amalize kunitengenezea silaha, nimwachilie aende. Na yeye amesema lazima aone mtoto wake. So, umfanye amini wewe ni mtoto wake. Tafadhali usinidanganye. Watu wanaamini nilikufa hata nikazikwa. Lakini nilitekwa nyara nikawekwa hapa ili kutengeneza silaha moja yenye haijai tengenezwa tena hapa duniani. Nifanya niamini wewe ni mtoto wangu. Alimwambia basi ongea na bibi yako. Hello? Mama? Wakanisha la ilondo. Kuna mtu anataka kuongea na wewe. Nataka kuambia mamake ni nani? Hello. Sweetheart. Yonde? Hujakufa? Niko uhai my dear. Ni venye mambo taabu ikakuja kunishika, venye walisema mimi niliweza hapa basi kukufa si kukufa, nilitekwa nyara nikaletwa zenyewe hizi, kuna silaha lazimishwa niweze kutengeneza, lakini nikimaliza kuitengeneza wataweza kuniachilia, nitakuja home na maisha itaendelea kawaida. Huyu mtu ni hatari. Huyu ni hatari sana. Sasa naika nawaambia wajichunge sana hapa basi na huyu jamaa. Kisha jamaa hicho kamwambia babake usijari, nitakutoa hapa. Trust me, in one way or the other, nitakuchomoa hapa. Bas, Meja kaambiwa sasa wakati wa kubonga na mtoto wako umeisha. Ukitaka mtoto wako akae akiwa uhai, umaliza hiyo silaha. Ukitaka freedom, umaliza kutengeneza hiyo silaha. Sawa sawa?
umalize kutengeneza hiyo silaha tukupatia freedom. Hey,